TBS inafanya kazi kwa kushirikiana karibu na wadau mbalimbali katika kuandaa viwango, na ndio maana vile viwango vikiandaliwa tunasema ni viwango vya kitaifa. Tunayafanya uandaaji wa viwango ili kuendeleza sekta ya viwanda na biashara. Hivyo napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote zikiwemo taasisi za elimu, taasisi za utafiti, mashirika ya umma, wadau wa maendeleo, wazalishaji, wajasiriamali na vyama vya kisekta katika ushiriki wao katika uandaaji wa viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwa sababu tuna jukumu la kuandaa viwango hivyo katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na kama ambavyo nimesema, tunawashirikisha wadau kutoka maeneo yote haya kuandaa viwango hivyo, na ndio maana basi vikikamilika haviwi viwango vya TBS bali vinakuwa vinaitwa viwango vya kitaifa. Hivyo ningependa kutoa rai kwa wadau wote na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuandaa na kutoa maoni wakati kiwango kikiwa katika mchakato wa utengenezaji. Kiwango kinapokuwa katika hatua za utengenezaji huwa kinatolewa kwa wananchi kutoa maoni, na ili kuweza kuboresha na kutoa kinapokamilika basi kiwe ni kiwango ambacho kimekuwa jumuishi. Na katika mchakato huu wa kuandaa kiwango kinapotangazwa ili kiweze kuakisi na kikidhi mahitaji ya jamii yetu. Siku ya leo katika uzinduzi huu wa maadhimisho ya siku ya viwango Afrika ni muhimu sana kwetu. Hii ni njia ya kuenzi juhudi za shirika na ushiriki wa maelfu ya wataalamu waliopo hapa nchini na barani Afrika, ambao wote hutengeneza mikataba ya hiari na mikataba ya lazima ya kiufundi ambayo huchapishwa na mwisho wa siku kuitwa kiwango cha kitaifa au kiwango cha kikanda. Ushiriki wetu katika ngazi ya Afrika ni muhimu kwa sababu utaongeza fursa kwa bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini kuendelea kukubalika barani Afrika na kwingine kokote duniani. Katika maadhimisho haya siku ya viwango Afrika, tunaenda sambamba na mashindano ya uandishi wa insha kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, na tunafanya hivi ili kuendelea kutoa uelewa na ushirikishaji wa wanafunzi ambao tunatarajia wakimaliza basi mafunzo yao ndio watakuwa waajiriwa sehemu mbalimbali, lakini pia labda ni wazalishaji, wajasiriamali au watakaoshiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na katika kuendeleza sekta ya viwanda na biashara. Sasa katika kulifanya hilo ndio maana tunakuwa na mashindano ya uandishi wa insha katika wanafunzi wa vyuo vikuu, ambapo washindi wake huenda kushindanishwa katika ngazi ya bara ya Afrika. Wale wanaopatikana katika ngazi ya nchi basi wanaenda kushindanishwa na wale wanaopatikana katika nchi zingine basi na kupata washindi wa bara ya Afrika. Katika mwaka huu kauli mbiu inasema the role of harmonized standards in reducing technical barriers to trade, in promoting fair and just trade within intra-Africa and global trade. Kwa lugha yetu ya Kiswahili tunasema nafasi ya viwango vilivyoainishwa katika kupunguza vikwazo vya kiufundi vya biashara na katika kukuza biashara ya haki na usawa ndani ya bara la Afrika na biashara ya kimataifa. Hivyo leo tunazindua rasmi mashindano haya na tunawahamasisha basi wanachuo wote kushiriki ili kuweza kupata washindi watakaoweza kuiwakilisha Tanzania katika ngazi ya bara la Afrika. Washindi hawa watatangazwa rasmi wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya viwango barani Afrika ambayo tunatarajia yatafanyika mwezi Machi mwaka 2026. Basi baada ya kusema hayo machache, napenda kuchukua fursa hii kwa heshima na taadhima kusema kwamba maadhimisho ya siku ya viwango Afrika pamoja na mashindano ya uandishi wa insha kwa wanafunzi wa vyuo vikuu tunayazindua rasmi leo tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2025. Asanteni kwa kunisikiliza.